Nyinyi watu wenye mna shout one time, ndio maana mnafanya Ruto ana shout na jina la barabara. Barabara. Barabara hoye. Oh my God. Ama ni ile toja Jirongo imezima. Barabara hoye. Juu yenyewe. Kitu inaendana na barabara jo, Hata mimi nimekubali 2027 president aenda apumzike. Huyu jamaa amechoka akili, amefanya kazi mingi. Yaani badala useme Nyahururu oye, unasema barabara oye. Juzi badala useme utajenga soko, ukasema utajenga Kasongo. A foolish man. Tusikubali president afanye kazi kama amechoka, arudi 2032, lakini 2027 aende apumzike. Hiyo ni point ama si point? Juzi kenda Tanzania akalaunch project zenye hata hatujemwambia. Una launch mambo ya mafuta na hapa Kenya mafuta imepanda. Tanzania wako na mafuta pesa kidogo na sisi tuko na expensive fuel. hoteli bala. Nikoshua hamujaona hii. Kumbe watu wa Olkalau waligojea Gitungati amalize kuongea wakahepa. Sikiza uongo. Watu wa Olkalau hamtaki kusikiza mkitengewa. Watu wa Olkalau after mmelipwa hiyo pesa yote. Alafu mkaenda mkadunga Prince of Mlima injections left, right and center. Sindi? Unajua watu wa UDA wanadhani opposition haijajipanga kwa ile uchaguzi ya Olkalau. Ile by election yenye kwa Olkalau wanadhani opposition wamelala. Hakuna mtu wa opposition amelala. Tuko macho. Saa hii Congratulations Kamau Godho for winning Olkalau by election. Nomination by landslide. Congratulations my brother. Na watu wa Olkalau wameonyesha huyu jamaa mwingine Paul Waiganjo kwamba kiburi. Unaona hiyo kiburi Paul Waiganjo ulikuwa nayo pale Olkalau simply because you are in DCP and simply because you have deep pockets. But the people of Olkalau has spoken. Wewe ulikuja hadharani ukaambia watu ati kuna wakati ulipigwa simu na Uhuru Muigai Kenyatta. Ulijisikiza kweli? Ati ulipigwa simu na Uhuru Muigai Kenyatta ukakosa kuichukua. I don't know why, lakini hukuelezea. The same you ukakuja ukaambia watu ati ulipewa 300 million na Uhuru na William Samoei Ruto ukakosa kuchukua 300 million na ukafanya watu ni wajinga sana. One thing wacha nikwambie Paul Waiganjo. The people thought the people of Mount Kenya the people of Olkalau thought kwamba wewe uliweza, yani mnaongea na William Samoei Ruto na wada akakuitia pesa 300 million na anything associated with William Samoei Ruto in Mount Kenya anafunziwa funzo kwa ballot. So guys, esi story ni action. Yani President Ruto hapo sasa ndio umefika. Yani umefika place Olkalau umeona hauna numbers. Sasa umeamua unanunua ID. You buy ID. Tuliona kwa Wamodende ulikuwa una mwaka pesa kumwaka. Sasa Olkalau ni ID. Busikia Matiang'i. First of all, on Olkalau, by the way, we've heard and we have told, we have people in the field who are documenting information. We hear there are people aligned to this administration who are buying ID cards, which is a very, very serious offense. And they have already started what they are very good at, bribery and pouring money
and running around households and giving people money. That's what they are famous for. And we are asking the members of the public in Olkalau, please, the money is yours that is being stolen. That's why there's no money in school. That's why we have challenges in hospitals and so on. That money has been diverted to come and bribe. Breaking news Kenya, mkitaka kujua that Rigathi Gachagua atatoa President William Samoei Ruto jasho kule Olkalau. Muone venye amejipanga. Umeona hata wazee wametolewa kwa nyumba. Waende wapige kura na kulikuwa kumejaa. Kumbuka jana UDA walikuwa na nomination zao na mtu mwenye alishinda alipata 1000 votes. 1000 votes na registered voters ni 72000. Na kule hakuna kitu watu wamengoja sana pale Olkalau kama hii kura ya kuingia DCP. They are vowing to do the best they can to show this government dust. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Olkalau huko Nyandarua, mtu hata anaweza dhani huko nyinyi mnatakaga tu madevu. Yani mlisemaga hadi hamtaki huyu muibaji mohoreru. Jenzi wa huko amenifurahisha. Nyinyi mmefanya utafiti yenu, mmejua uongozi mzuri iko hapo tu kwa madevu. Kiasa na nyinyi kura tutahesabu pamoja, tutaona kama mtaiba venye mmezoea ama hapana. Tulisikia mnasema Raila ndio mlikuwa mmezoea kuibia, lakini this time round my friend, hamutaiba kura. Tutakuwa rada na tuko rada kama tarehe. Ni kama UDA wamesalenda kiti ya Olkalau. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Ni kama UDA wamesalenda, wameona Olkalau hawatawezana nayo. Watu wa Olkalau wamekataa kutokea jana pale UDA nominations. Sasa leo ni nominations za DCP. Na watu wametokea guys. Hizi serikali inachukua hatua kufukuza wanaume kwa mkutano yao, kumaanisha kwamba inaokopa vijana. Vijana ni moja kuotea. Nyamaza wewe mtungu unaongelesha nani Mbali. Ni haki ukweli ni kwamba hata uruke, uenuke, usimame toka hapa. Hao vijana watakuwa pigwa katika nchi ya Kenya. Ni siasa yao mali imefika. Utaivuja. Congratulations to the MP elect Samuel Mushina Nyaga, MP incoming MP wa Olkalau, on winning the nominations today bwana. Nimesema pale Olkalau DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa mshindi wa DCP leo is the next member of parliament for Olkalau. My party leader, with a lot of respect, I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu, you have a choice. Kwamba watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua, kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. Before I walk from that side to the church, or is already fifth service. Na mimi ningependa kuwa congratulate sababu jana nilisikia yule candidate wa UDA walipata kura 1000 sijui 100. Sasa kama sasa huyo candidate nasikia angeweza pitisha kura 1000. Unajua 1000 ni 1.
sababu wanajua hao pia ni one star. So nefa. Na mshindi wa party primaries ya chama ya DCP Ol Kalou constituency ambao walipata kura 12,957 Mheshimiwa Sami Kamau Ng'otho. Yes, people of Ole Kalou Nyandarua wameamua kupatia Rigathi Gachagua another medhu. Ule jamani another medhu, but anakaa mpole, but at the same time huyu jamani atakuwa the first member of parliament for DCP party, because what we know is that there is no any way William Samoei Ruto na hiyo chama yake imeisha ya UDA wanaweza beat mse huko. Watu wa huko 12,000 wamepigia hiyo jamaa peke yake. Hao wengine nani hujui ni ngapi. At the same time William Samoei Ruto na chama yake walipata only 1,000 and yani kama kuna pesa yenye imekuliwa vizuri ni pesa ya Ol Kalou. Watu wa Ol Kalou wamepewa pesa na timu ya 2 term. Wakuja nominations, wamekataa kwenda nominations za UDA. Wamesema wanajua tu nomination ya DCP yenye iko kesho tarehe 9. Wamesema hawatambui nomination ya UDA. Polling stations ziko bure, hakuna watu wameenda huko. Watu wa Ol Kalou mumeamua zidi mkule pesa na hakuna kitu inafanyika. Hakuna watu kwa polling station. Mimi nimejipanga. Ishungu ajipange. Na wajumbe wote Faruku jipange. Hii by election ya Ol Kalou hii. Sisi wote kutoka Western tutaenda kukamba Ol Kalou tuhakikishe UDA imeshinda hiyo. Ol Kalou hoye. Ol Kalou hoye. Ngojeni iko by election inakuja Ol Kalou Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. Profesa Kindiki, kuna pahali umetukosea kama jamii. Umefanya makosa huko Tharaka kuongea mambo ya by election kama Kiaraho hajazikwa. Samuel Mushina, who was the former PA to the late Ol Kalou MP, was given the UDA ticket as the person who won the nominations. Now, this is actually interesting because Citizen TV highlighted that 1,000 votes was what was the winner's amount of votes. But later on changed it to around 3,000 votes, 3,200 or something. What makes me wonder, George Wambugu, who came in second, has now cried and said that these nominations were not free and fair. They will be fair to address the issues that I've raised. They will consider, because I say they are not the cause of this loss. The loss was caused by manipulation, by other forces. So if UDA cannot conduct free and fair elections, how are they expected to win these elections? And I'm telling you, the moment any party goes into a nomination and decide to push a particular candidate, if you want to push the PA, thinking that now that the PA was very close to the late MP, it means we are going to win, you are very mistaken. Because nasikia UDA in Ol Kalou by election wamechukua the strongest candidates, wamewalipa sijui 500 million each. Nataka kuambia those candidates, chukueni hizo pesa enda uweke mahali, because if anything is to go by what we are seeing the UDA primaries today in Ol Kalou, my friend, you will be humiliated and Ruto amewaharibia your political life. These are wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe.